What's up, my good people? This is Alan Bradley in the Breezy Flavors. Mazee, welcome again. It's another amazing day, mazee. Tunafanya kama tunavyofanyaga kila siku, mazee, amazing, masia. Yes, karibu ndani ya studio zetu. Leo tumebahatika sana and tumeweza we'll be hosting an amazing politician ambaye ni an aspiring MCA in Marakaru Ward, ambaye atakuwa anashare na sisi about his manifesto and why he thinks that anafaa kuwa the MCA of the ward, and he goes by the name David. Stay tuned, mtajifunza mengi sana cause I know he's a learned guy. Kuna mafunzo mazuri sana yanakuja mazee. Yo, welcome mkubwa in our show. This is Alan Bradley as you heard, and this is Breeze Flavors kama kawaida. And kwa mafanzi wetu ambao kidogo hawakujui, wanaona tuko mara ya kwanza, wanashangaa huu ni nani leo ndani ya studio. Can you just do a brief introduction of ni nani? Kwa majina naitwa David Nyongesa Wafula. Almaarufu David Nekesa. Nekesa ndio username natumia. Nekesa. Nilisikia hilo Nekesa kidogo, nikasikia likanikanganya kidogo, sababu nilikuwa nafikiria kama it sounds like a female name kulingana na my understanding. Nekesa kwa sababu ni jina ya mwanamke. Lakini mimi naitumia username, nimeregister hii kama username yangu ya biashara. Lakini jina ya mamangu mzazi mwenye ananiza. Sasa uliamua kutumia jina username ya mama? Oh, that's amazing, that's nice. But ni unique. Unajua in many cases unapata kwamba mostly tuna believe like the father side ndo zinatumika. Naona father side inatumika ndio maana hata watoto wangu wanaitwa Nyongesa. Lakini sasa hiyo inaitwa Mchango. Sasa ulileta blend, unique blend. Mama yeye anaikuza hiyo mtu kama si watu wa kwa. Watu wa kwa. Sasa ndio nikaona ni vipi yeye amenilea, amekuza. Watu wetu katika mara wakaniacha, watu wa kwao wakanichukua. Kwa sababu ya yao. Okay. Naam, vizuri sana. Naam, David Nekesa is an MCA aspirant. Kwanza ningependa iweze kutuambia ni MCA wa ward gani? Yes, from which ward labda? Mimi nasimama Makura Marakaru Ward. Moja kati ya ward zinapatikana karibu kwa street. Naam. Ngoma County. Naam, vizuri sana. Naam, why do you think that why do you think that it's necessary for you to be an MCA of your area? Naona wakati wetu. Sababu ukiangalia hiyo ward, kama mali natoka. Tumekuwa ni MCA. Yes. Nako. Kuanzia 2013. Sasa hii MCA yako. Na ukiangalia mchango wake kwa society. Hatuwezi sema afanye. Lakini anafanya zile kazi zinafika pale. Okay, sawa. Pia sisi tunataka tukuje na new knowledge, pia sisi tulete the youth kwa game. Okay, naam, vizuri sana. Actually, who inspired your political journey? Maisha yangu mwenyewe kwa sababu nilikaa chini nikaangalia, nikasoma hizo topics na vitu vingine. Yes. Nikaona the only way si wenyewe kwenda kutafuta. Hata hapa kuna mtu atakuletea. Kweli. Na naangalia maisha ya wenzangu, naangalia maisha ya marafiki zangu na ndugu zangu walioko pale. Nikaona the only option ni kutoka. Kutoka hapo omba kuna namna itatendeka. Okay. Lazima tuende tutafute si wenyewe. Kabisa, vizuri sana. Naam, nikiuliza tena, what do you think might be the major challenges ambazo watu wa ward yako wanapitia that you feel like you have to stand out and address them? Sasa hapo ndo kuna shida. Kuna shida sana. Shida. Hapo sasa kuna shida because kitu inafaa ku address immediately. Yes. Ni kitu imepita na wakati. Ni kitu yani ilikuwa worse. Imekuwa worse sana. Yaani ukiangalia reka zangu from wale watu wanazaliwa 1992. Yes. Kuja mpaka 2010. Ukiangalia video yao huko mbele ni very worse. Ni worse.
vijana wengi kama kwa boma yetu hapo kukana maji maji MCA mwenyewe anatoka yeye ni kazi yetu sasa. Ukiangalia ndugu zangu wale wenye tuko nao hapo, mavijana wenzangu yani rika yangu kitu tuko nayo mingi leo kama chama pombe na hizo vitu zingine huwezi pata kwa certificate, pata ile kwa employed is what it jobless. Wako jobless wote. Sasa ukiangalia hapa ukija upate materia zingine kutoka hapa watu tumesoma nao. Unaenda kama uko Sasuro unapata mmoja ni ndia kwa polisi, mwingine ako mwalimu, mwingine anafanya kitu kingine. Ukija hapa mandugu zangu sisi wote tuko flood rate. Tuko na university that's serious. Kwa bomu. Lakini hakuna wasomi. Utapata ngapi? That's so serious. Sasa ukuje upate kama huyu mtu ndio anapeana pasari. Na hiyo pasari kwa wajapeana. Huyu mtu barua za walimu zinakuja zinakaa kwa nyumba yake. Na hiyo barua inaenda kuandika area nyingine. Unakuja upate huyu mtu barua za polisi zinakaa kwake. Na ile nyingine wameandika. Ukienda Bukanana primary school ukuje paka Kibabii Booster hapo katikati ya locality. Utaona kuna shida. Kuna shida sana. Boma ya MCA yenyewe. Ukienda hapo nyumba iko permanent ni MCA mwenyewe. Zingine huwezi pata. Unless mtu ameununua hapo buje. Unless ni mgeni. Sisi wenyewe ni flat. Kama mjango wetu hapo mingi ni watushike. Tupike kule simu tutoe kama tumekuja hapo. Sasa tuko ni kubwa sana. From that year. Na tuko miaka 30. That is so serious. That's serious. Sasa ndio tumeona mimi option yangu nikaona the only option itoke ni ku stand out. Ndio na ndugu zangu vijana waamshishi fungwe maji. Tuko bali babaya. Kama sisi wenyewe tunaishi hivi na shida. Na watoto wetu wenyewe tumezaa. That's serious. Itakuwa wasi sana. Sasa nikaona the best thing ni ambia wa ndugu zangu wapige kura. Wanisaidie. Kwa pale mbele. Kama tu kuna hiyo pesa wanasema iko ya World Fund yenye huyu jamaa anapata. Kama tu kuna hizo barua zenye zinakuja kwa nyumba yake za walimu anasema MCA ametandika mtu fulani kwa mwalimu, amesaidia mtu fulani kuwa ya askari kama siko wacha niende pia ni badilishe tu at least kwa boma fulani. Naam, vizuri sana. Now that umesema kuna shida kubwa sana. Now, ningependa upeane ratings to the current MCA according to performance yake, upeane ratings. Kuanzia 2013 ama kuanzia ameserve for 2 terms. For 3 terms. 3 terms. That is serious. That is serious. Anafaa kuwa stable na ameaddress issues nyingi. So for those 15 years, unaweza mpa rate gani? Rating. Ukimrate 15 years. Naweza rate hiyo na percentage inaweza mpea sana ni 18%. 18%. Na ukiuliza nini na nini inaweza kaja ni kitu chenye anaona. Hata pia katika hiyo calculation uone percentage gani utapeana because I know everything. So, naam, sasa umesema 15%? 18%. What just mbona useme tu like it's specifically 18%? Unajua tunaweza taka some clarification kidogo about the same. Yes. First. Mtu kama mimi ukitaka kubadilisha jamii. Jamii. Yes. Kubadilisha jamii. Weke kila mtu ajitegemee. Kila mtu kuwe na pila, kila boma kuwe na mtoto yake. Kukuwe na mtu anaweza wasaidia kwa boma. Ukitaka kubadilisha jamii, usisoee kwenda kwa ndugu yako kuomba. Yes, kweli. Umeelewa? Ndugu yako akusaidia ukiwa kwako. Soea kwenda kwa ndugu yako asubuhi, mtoto hatakupea heshima, atakwambia ngo nichotee maji kwa. Sasa haja empower the society. And where the biggest problem comes. Unakuja unapata kwamba kuna vijana hapo kidogo 1 2. Yes. Umeelewa? Yes. Lakini ukija upate hizi mapigo za rungu hapo kakanjo. Unaweza toa tu wote jioni majority ndio waseme wewe na wewe. Kuna certificate ya form 4 kama ulipata D+, enda kwa kanjo. Hajafanya. Haya, uangalie kama watoto wenye watasoma kila bomba. Kuna kazi za contractors, ni majority leader.
tunapeana kazi ya bridge, tunapeana kazi ya building, nini. Hao watoto wanaweza fanya kazi za mtambo. Ambia contractor ndio nikupee hii kazi, niandike vijana wawili wenye wako around. Unaelewa? Na sitaki uandike mshahara siku moja uwekwe kwa kampuni yako. Ndio tembea na hao watoto wangu awasaidie. Sasa ukuje upate hiyo area yetu, watu wanafanya kazi. Watu ambao watu hapo ni wale business people kama Nambengele, kama Regina, kama hapa Kibabii, wale mafanya biashara. Hao ndio wanasaidia watoto wetu. Kuna kazi za serikali. Unakuja unapata kama kwetu kwa Boma. Hakuna mtu ako kazi ndugu yangu. Hakuna kazi. Niko na my own brother anatembea ni MCA kwa microphone 24/7 kama MC. Alifanya education 2019. Education. Sasa MCA hawezi mfanyie hivi apate barua muingize. Kumpatia tu umeona hii karatasi mwambie wewe nenda funza hapa Bukanana. Siap. Anaenda kufunza board hiki ndio anafanywa shilingi 8,000 yenye haiwezi saidia mtoto yake. 8,000 nayo haiwezi saidia. Sasa yani ndio nasema 18%. Kwa nini? Yeye anataka kusaidia mtu wakati ako na shida. Ukue mgonjwa ushinde kujisaidie. Uende kwako useme nisaidie. Akusaidie? Na ambapo hiyo si kazi yake. Naelewa? Hiyo si kazi yake kabisa. Ukue umeshikwa kwa pombe upige simu umeme mheshimiwa. Leo yeye wako kidogo pakwa. Kule simu akuachilie. Hiyo si. Naelewa? Ama mtu akufe kwa boma atupe shilingi 10,000 ama 20,000. Hiyo si. Sio usaidizi kweli. Kitu nimetoka ingekuwa anaweza tengeneza kila boma. Maana kwa boma kama yetu. Tuko na watoto watatu wanafanya kazi. Tukipata mtu kama amekufa, tunasema last respect. Kila mtu anatoa pesa akisema baba yangu. And then bill zinakuwa sorted the rais. Budget ya 700,000 watu wawili wamekilia. Kweli. Sasa tena tunaanza machangisho ni mkuja mtengenezea hapo chini na Kweli. To stand for their own. Kweli, this is a good idea. To stand for? I support it. To stand for your own. Stand for your own. Ukiangalia shule kuanzia makutano. Ufute hivyo mpaka kaki chuma. Hakuna shule yenye iko presentable. No primary school yenye iko presentable. Lote ni kama COVID. Ni renovation. Wewe. These people focus kwa education kabisa. Hakuna mtu ako na fikra education. Ukienda Mugeti primary, shule kubwa hata wewe umeisikia ukiwa mdogo. Nimeisikia sana. Bado naisikia. Ni shule yenye Mike Kibaki amekuja hapo personal. Wakati ulikuwa na ajali ya watoto. Ni shule yenye Raila Odinga amekuja. Ni shule yenye michango kubwa ya serikali imefanyika hapo. Lakini ukiingia hapo hivi Simba kitu mbaya. Huwezi kuangalia. Unaona? That is serious. Yaani nikikwambia 18% ninasema vitu zenye ni serious. Mimi sitaki hizi vitu za kufurahisha watu unipatie mbolea. Nipatie hiyo mbolea boma wa baba uko kwa boma inafaa uchinulie mbolea. Inafaa uchinulie mbegu. Naelewa? Sasa hiyo vitu zenye angekuwa wanasaidia wachane, hao ndio wanapatia masupporters wao. Kweli. Inaitwa kazi kwa mheshimiwa. You want that is serious. Mtu wake anasimama. That's so serious. Alafu ningependa pia utueleze baadhi ya promises ambazo una feel like aliweka na hajatimiza. Kama ukituambia tu for clarification sababu yake ndio ofisi. Kila kijiji kilikuwa na maji. Kila kijiji 2013 mheshimiwa akiingia ofisi. Kila kijiji kilikuwa na tokro hii ya kupamba. Kama hakukuwa na tokro ya kupamba kulikuwa na bombo hii ya kutiririsha maji. Unaelewa? Yeye wakati ameteka off ofisi, sasa hivi wananchi wananunua maji. Na maji yenyewe yanaonga free. Kwa kila area. Sasa hivi uko na pesa hizo kunywa maji mara. So what happened or what might have happened? Sababu zile ni mashimo ambazo zimeshakuwa zimechimbwa and then huwezi sema zinakuwa affected like zinaweza kuwa taken over ama zikuwe filled up. What happened useme kwamba watu wananunua maji haziko in the system. Hiki tu umeona kama boreholes ziko nazo. Mugeti primary. Kuna borehole iko hapo ndani. Ukitoka hapo uende nje ya kwenda na Kayonjo kidogo kwenda kwa Kansala Wiki kuna borehole iko hapo ndani. Ukitoka hapo kuje Bukanana karibu kina JB. Kuna borehole iko hapo.
Hao watu hiyo borehole ku repair ni around 60,000. Yes. 60,000 ama 20,000 na revive watu wapambe maji wakipika zoezi kama kitambo. Yeah, ameenda wakakufa. Hizo vitu zote zikakufa. Akaenda kuletea wananchi sewage kutoka Mount Elgon. Ukienda kwa hiyo waterfall penye hii maji tunakunywa hii hapo kwetu. Inatoka huko kwa waterfall. Kwa waterfall but I think ni maji inakuwa refined, inakuwa purified. Before maji ikuwe refined. Before ikuwe refined, why? Why can we refine it and yet we have our own clean natural water here? Wewe unataka tutengeneze maji chafu ikuwe maji safi ya kutumia. Na Mungu amepeana kila area maji yake. Sasa kutoka chini yenye ulipe chochote kwa nini? Actually, I think I also support why invest 300 million on bringing the other people's sewage from Mount Elgon and yet we have our own natural water here. Kila area Mungu alipeana maji. Unaona? That is serious. When drilling is just simple. Sasa hao watu wakichota haya maji free. Wanapam, wanaenda kutumia kazi yake. Anakunywa yenyewe ni clean. Hii hapo umeongeza chemical hapo to last stage. Ingekuwa maji. Na mtu anaamka na chembe anakata hapo maji. Hao wananchi wanakaa wiki nzima bila na hiyo mita ya maji hiyo hata ukae 3 months bila kutumia kuna standing charge utalipa lazima. Umelipia Sasa mimi nimetaka kurudisha watu wetu mahali tulikuwa. Tu maji, yani kuna vitu zenye wanataka kuleta ili wakule. Unaona? Kama mkiwa na project ndio utaipa pesa. Kila project huwezi ipa pesa juu haitoki. Kweli. Sasa project kama ya maji wameipatia 300 million kwa hii county. Na ukichukua 300 million of drill maji underground. Alafu uweke solar juu ya mabati. Kutapambasuka. Ndio? Kweli. Maji itapamba free. Watu watapata maji free. Ndani hiyo yenye umetoa Mount Elgon. Kweli. Hata niliambia watu wangu nikiingia ofisi. The first 3 months. Kitu ndafanya hapo Mayanja kuna area inaitwa Mbuli Valley around Classic. Kuna area hapo. Kuna tanks already. Kuna tanks already? Mimi kitu ndafanya nda drill hapo maji. Hapo kwa soko katikati. So hiyo inaingia direct kwa hizo tanks. Alafu hiyo matanki hiyo maji iko kwa tank supply kwa area through gravity. Sasa mtu ananunua tu pipe ana connect. Mtu ananunua tu pipe inakuwa rahisi. Unaelewa? Yes. Then kubeba maji chafu kutoka huko kuletea watu yako. Sasa yani nimetaka kuleta kitu inaitwa real change. Kweli. I'm getting your understanding from. Maji kama hii ya Tokro yenye mheshimiwa aliacha ya kina JB hapo karibu na Mayanja Dam. Kuna pambo hapo. Maji kama hiyo ndio 5 tu. Ndaweka tu 20,000. Na ni ya mche. Tenda Mungeti Primary kuna maji. Iko hapo. Lakini watoto wetu wanapepa maji kwenda nayo shule. Ama wanachukua bill kuwekea wa shule tena by the end of the month wanalipa bill ya maji. Tupaki kwa stima. Kweli. Alafu what projects do you think they are still or maybe they didn't meet the expectations? Projects ambazo amefanya lakini according to you unaona like they didn't meet the expectations. Tuseme kama Saibu County. Countrywide. Wacha county. Countrywide. Ukiingia kwa kila ward kuna big project. Kila ward utapata big project. Hata kama amba Halabota kuja upate kuna smart city. Kweli. Ukienda Msikomo utapata housing finance. Kweli. Yes. Ukienda Sangalo utapata trade. Hiyo ministry ilikuwa inaitwaje? Wakati Moses Kuria alikuja kulaunch trade center. Trade center. Inaendelea. Ukienda Butembe kuna soko. Inajengwa hapa kando hii. Ukikuja Maraga Rututu ward. Hiyo bahari mimi natoka. Hakuna mradi wote inaendelea ya pesa mingi. Na hiyo ndio majority leader kusaini. Hakuna project inafaa tuongee. Kitu yenye iko kwetu huko ni kitu inaitwa maintenance. You maintain what is always there. No. Ukienda kama Maraga Dam walikuja kuilaunch. Wakakula pesa yote. Hakuna kitu kifanyika. Na hiyo ndio ilikuwa kwa among the biggest projects. Ndio zilikuwa kwa ward yetu. Hiyo peke yake ndio ilikuwa 300 million. 300 million? Hiyo Maraga Dam. Lakini waliizima kwa nini? Waliizima because hawataki watoto wetu wakuwe empowered.
That's unfortunate. Market kama Tuchi, market hii soko yetu. Kuna public land very wasted. Yes. Walikuja wakafukuza wafanyabiashara wenye walikuwa hapo wote kwa hizo vibanda. Hizo vibanda zitakuwa dormant. Sasa hivi wameanza kurudisha watu wao polepole. Badala walete tu kitu moja waweke hapo ma stores ama matanks na wakodishe watu. Mtu alipe store kama akifanya biashara hapo. Kuja kama Mayanja soko. Mawe ilijengwa 2011 na Msarikombo. Bado hiyo ndio iko hata iko ina bad state. Kienda Kimukungi market. Kimukungi. Haya akuje tu aseme Kimukungi ndio kilichukua uongozi inaleta hii. That's serious. Sasa yani kitu iko hapo hakuna new thing that is coming. Umekuja umesema umeanzisha health center. Health center. In every sublocation. Yeah. Yes. With lab for it. Kwa hiyo health center inasaidia nini? Kuna tu bench na building. Na hakuna dawa na madaktari. Uende Sasuri Health Center saa 12 jioni, saa 1 jioni uko na mgonjwa, utapata nani hapo? That's so unfortunate. That's so unfortunate. Then if maybe you happen to be in that situation, in that place, like at this point, you're in MCA. To say it happened you to be the MCA. What is that main big project yenye unafeel ungekuwa umeshughulikia? Patiwa nafasi. Kama MCA. Naanza na maneno ya maji. Maji sana. Tafunika ile yote. Tukishamaliza maji. Nikuje among kitu cha pili yani kuna shida hapo. Yes. Watu hawataki kuongea na ni ukweli. Hao watu wetu wako na shida. Tuko Bungoma. Na watu wetu wanaishi na heritage. Mababu zetu walikuwa wanarengeka hapo zetu ya kitambo hivi. Kunywa. Yanzo na mabongo 100. Kweli. Unaona? Yes. Yanzo na bomo 100. Yes. Nitakuja huko kwetu. Sasa nitakuja ni kitu cha pili ndio introduce pusa in the bill of law. Unaona? Introduce hii pusa in the bill of law. Ndio usikuje tupate wakati baba zetu heshima kama father in law wangu amekaa kwa pombe, anakunywa pombe na ni uji tu yetu ya nyumba. Wao wanatumia busa instead. Unapata hiyo busa au kijana mdogo anaandikwa kazi kisha amesaliwa 1998. Anapewa kazi ya polisi anakuja kufukuza mtu anaitwa babu. Babuza. No, that is serious. Law through county government. Wapitishe ikuwe sheria. Okay. Ndio wazee tukuwe na regulated. Tukuwe na kituo kimoja ya kuuza mahali fulani, watoto hawafai kwenda pale. Okay. Kwa mahali fulani watoto hawafai kwenda pale. Polisi hakuna kuja kusimama hapa anachukua ushuru. Tuseme kama unataka kuuza busa, utalipa county government shilingi 10,000. Wanakupa business permit. Okay. Kama unataka kuunda busa, unalipa kwa county government 1200. Wanakupea hiyo business permit. Yako ni kuunda, pelekea kuuza. Kuuza aunde 10,000. Sasa hii pesa yenye inaingia kwa mfuko ya polisi yote iende kwa county government wanirudishie. Ndio nayo barabara. Kweli. That's a good idea. Kitu ya tatu. Kitu ya tatu. Hizi hospitali yamejenga zote. Hiyo ni shamba ya county government. Hello. Yes. Mimi ndio iko office ya MCA. Office ya MCA kwa kila. Office ya MCA kwa kila hospitali. Hey. How do you plan to do that? Utatumia pesa gani? MCA analipa rent. Kama nyumba mbili. Nyumba ya ofisi yake na ofisi ya ward manager. Analipa rent. Unaelewa? Yes. Per month approximately 10,000. Yes. Per month. Per year over 100,000. Ndio chukua hiyo pesa kidogo ya 5 years kwa budget. Nitengo ofisi na Kayonjo Health Center. Nitengo ofisi Sasuri Health Center, nitenge Bukieri Health Center. Na hizi ka ofisi kidogo niweka ya ofisi ya ward administrator pia analipiwa rent. Ni ward manager pia analipiwa rent. Niweka ofisi. Na ofisi MCA. Hizo ofisi tatu. Hiyo 15,000 per month itakuwa inachukua dawa ile hospitali. Na ukiwa hapo kwa hospitali utakuwa na monitor kila siku. Kweli. What runs in that hospital? Watu wako, kuna watu wangu wengine wanakujanga hospitali hakuna mgonjwa lakini hana transport. Na MCA amekaa kwa ofisi huko. Sasa hizo vitu ndogo hao watu watakujanga wanalipata kwa hiyo hospitali. Ndio dawa ikikosa kwa hiyo hospitali hakuna mtu anauliza. Inafaa uulize
Juna ofisi yako iko hapo. So yeye wetu ofisi yake penye yeye anakaanga hapo. Hajaingiangi. Manager anakaa. So umesema like utaweka ofisi ya MCA kwa kila hospitali. Kwa hizo sublocation tatu. So for example, for instance, imetokea like in this hospital kuna emergency penye unafaa ushughulikie, na kwa nyingine pia kuna emergency. Kwa hizi ofisi zako zote kuna emergencies. Sasa utashughulikia aje that occasion? Wewe ni pesa za kushughulikia vitu kama hizo ziko kwa budget ya county. Kwa hiyo ofisi. Ofisi za MCA. Ward manager analipwa pesa kidogo sana. Ward manager wao mwenye anasimama kwa ofisi ya MCA maana. Analipwa pesa kidogo sana. Na kazi anafanya hakuna. Ndachukua hiyo pesa yake niandike watu watatu. Kwa hizo ofisi? Ofisi. Already nimecreate employment ya watu wangapi? Watatu. Kwa hizo ofisi. Huyu atakuwa ana collect hizo problems ziko kwa hiyo location. Huyu ana collect hizo problems ziko kwa hiyo location. Huyu ana collect hizo problems ziko kwa hiyo location. By the end of the day itakuwa anapata hizo information. Okay. MCA ako na ile fund. That's a nice idea. Ako na allocation ya 29 million. Approximately 29 million to 60. Kwa hizi pesa kuna pesa anaweka ya education, kuna pesa anaweka ya medication, kuna pesa anaweka ya roads. Na hata development. Sasa pesa ya medication ndio ndachukua hiyo. Yeke kwa hizi emergency. Okay. Because at the most time ukuja upate kama pesa ya medication, MCA wanakulanga. Niendanga wapi? Tukava na hata ukienda kwa hizo hospitali hakuna dawa. Do you have solid proof that you will like kwa hizo hospitali hakuna dawa? Kwani mimi naishi wapi? Mimi naishi like wapi? Like for example tukituma huko tunaweza pata it's not running. Okay, wewe ukienda usitume mtu. Usitume binadamu kosi shida ya mwili. Okay. Fika huko na test. Test. Ukienda hospitali ya serikali unaona watu wengi wana complain SHA haifanyi. Hao watu wanasema SHA haifanyi, wanaenda hospitali ya serikali. Anafika kule anapimwa lakini anaandikiwa dawa. Sasa inafaa nunue dawa hii nje. Kweli. Sasa ukienda hiyo kwa hospitali wamekuandikia, wamekupima, wameona uko na malaria. Wamekuandikia dawa ya malaria hiyo yote. Sasa SHA imekusaidia tu 50 bob. Na consultation fee ya. Lakini ukienda sasa hospitali kama Kibabii, hii ya Mission Hospital, mimi naongea with from experience. Mimi watoto wangu wamekuwa wagonjwa recently, nimepeleka na Kayonji nilikuwa nanunua dawa. Wakati nimewapeleka Mission Hospital Kibabii, hii ya Catholic kama Kibabii. Watoto wametibiwa kwa pesa ya SHA, si kwa pesa yangu. Madawa zote ziko pale. Wakitaka dawa fulani wanaenda kwa counter wanachukua wanakata kwa SHA. Wakitaka nini wanachukua hapo wanakata kwa. Lakini hizi zetu za serikali hakuna dawa ndani. Sasa hata SHA ikifanya hakuna kitu itakusaidia. Unaona? Okay, now nimesema maneno ya dawa, sisi tunasema tu. Kitu hakuna kabisa actually. Ukitaka kutibiwa uende na Bwala private hospital. Okay. Ama ukuje Kibabii Mission Hospital. Sasa najiuliza na Bwala hospital tu. Ameanza juzi tu na chemist. How can county government mzima hospital anawashinda infrastructure? That is serious. Hospitali kama Kibabii Health Center. That is serious. Imekuja juu? Juzi. Hii serikali mzima Kibabii na washinda hao. Okay. That's serious. Now kwa mtazamaji na kwa mkazi wa eneo la Marakaru Ward. Yes, now MCA now ako kwa nyumba and now he is officially coming out, standing out as an MCA. Now apart from hizo zile vitu ambazo tumeaddress before concerning the current MCA, you personally as an aspiring MCA now, ningependa utuambie what are your manifestos personally apart from kuaddress zile vitu ziko related to the current MCA personally. Umetuandalia nini? Okay. Nafungua market sababu kuna soko kama tuchi. Nataka kufungua pale soko. Na tupei siku. Yes. Kama Jumatano soko kuna enough space. Kuna enough. Hata kuna mulika mwizi yenye serikali imeweka. Kweli. Naona. Nafungua soko pale. Nitaamisha mnanda wa Mayanja penye huko kwa soko hapo katikati. Hiyo ni soko, kiangalia siku ya soko kuna matope mingi katikati ya soko. Unaona? Hii market yenye wanajenga kama hii
Hapo Msibe Bukembe. Tutajenga hapo Mayanja penye mnanda iko. Okay. Hiyo serikali tenda tuombe bana. Mimi nimejenga huko na shamba jingi. Tutoe hiyo mnanda hapo tupeleke kwa damu huko kuna shamba kubwa. Okay. Nani? Yeah. Nitafanya vitu za kama hiyo drilled water. Hiyo ndio chini. Ndio hapo chini. Okay. Na introduce kusa ndio flow. Hiyo nayo down. Introduce kusa kwa ndio flow watu wangu lazima watalipia signature nipeleke account government. Mbona? Accountability. Hapo ndio kuna shida. Accountability. Kuuliza watu. Hii kitu yenye ulipatiwa ufanye umefanya nini? Yes. Hii pesa yenye ulipewa ufanye umefanya nini? Hiyo ndio kazi yangu sasa. Unaona? Now, maybe do you promise to create employment opportunities to the people you mentioned? Then maybe how? Employment opportunities sasa ndio main. Hata hizo ofisi 3 nitakuwa nimefungua kwa kila hospitali MCA hiyo ni employment watu watatu already. Yeah. Kama kusema kuhamisha hiyo soko mnanda hapa katikati ya soko. Kucheka stores bado hizo ni employment. Watoto watakuwa wanafanya kazi. Okay. Sababu watu wenye wako siwezi sema naenda kuwatafutia kazi kwa ofisi kwa president nini. Ni watu wengi hata hawajasoma. Lazima watafutie hizi kazi za jua kali. Now, ulisema utahamisha mnanda kutoka kwa soko katikati. Now, si kuna wale watu ambao already wako settled in that place wanafanya kazi yao. Don't you feel like maybe utawa affect kuendelea na shughuli zao? Kulingana na my strategy. Nimeona hiyo mnanda mahali iko imesulia watu wengi. Inachafua environment ya watu wengi wa biashara. Okay. Unaona watu wako na maduka pale. Na unajua ng'ombe watembei na usafi. Kweli. Unaelewa? Na hiyo mnanda iko at the center. Kwenye business yote hii iko. Unaona? Sasa kama klasi tu mtu wa klasi hapa. Kuja hapa kina Roy hapa hizo Masaiba. Hata akiwa na hoteli hapa hiyo samaki nini na hizo harufu mbaya. Sasa nikitoa hapa katikati ya soko niweke stores. Kila mtu achukue store moja kama yenye umeweka tandu. Unaona? It will change. Kweli. The shape. Alafu na environment. Yeah, no, that's amazing, that's nice, naipenda sana. What about maybe what's your plan for the people like the women and the people with disabilities? What do you have for them in your buckets? What are disabilities is how ndio play interest. Mbona hata utembee kwa hii dunia utaipata man's right. Yes. Tuko tu na women's right, children's right na people with disabilities, yeah. Na the way tumeenda tumeweka based focus. Yes. Kuna pesa sangavu zinatembea. County government kuna hiyo youth fund. Kuna hizo environment zipo. Lakini watu wetu wako na list. Yes. Na kama youths kuna youths wenye na benefit. Lakini watu wachache. Okay. Na kila mwaka, yeah. Sasa nimetaka niingie hapo na nisambaze hizi pesa kwa kila mtu. Okay. Mtu mwenye hajawahi pata pia aonje. Kweli. Unaona? Kama people with disability. Kila mahali kuna pesa yao. Kweli. Na hata ukienda ku apply pesa ya biashara wanapewa. Lakini sasa hao watu wetu hawana hiyo civic education. Hawajui. Kweli. Sasa public awareness kuwakumbusha tu kwamba kuna pesa zetu serikali imeweka mahali fulani. Okay. Inafaa tushikane kwa makundi, tujiregister tupate certificate, ndio tuende pesa. Sasa tutaanza kuempower hawa wamama wetu. Tusaidie wenye hawana certificate wapate certificate. Hawa vijana wetu wenye hawana certificate wapate certificate, washikane kwa makundi. Tuende pesa. Sasa yao ndio main focus. Naam, umeongelea water, tumeongelea education kidogo, uligusia healthcare. What about roads, labda barabara zenye ziko nazo kwetu? Hakuna barabara hiyo road. Barabara zenye ziko ni maintenance. Sasa hakuna haja niongee kitu inaitwa maintenance. Hiyo maintenance fee iko kila mwaka. Why talk about it? Na iko it is there right. We want to talk about what is not there. Kitu nyako. Barabara ipo na kutoka kama airline kwenda Mayanja. County government na CDF wote wanajua inafaa walime barabara. Kila mwaka pesa inawekwa kwa paje. Kweli. Miaka zingine wanakula. Sasa tunaongelea wewe nini? Nataka kuleta kitu yenye haiko. Oh, that's amazing. My people nafikiri kwamba mna enjoy, mnafurahia sana, and then I think umepata kitu. Na kama uko kadi mazee unangoja nini? Chukua kitu.
Now we are going out for a short break. We'll be back in a short while mazee. Stay tuned mazee, nafikiri mtaenjoy. We are back, tumerudi tena, and we are just continuing with the show with our MCA here. Yes, na tunaanza this session with some direct and kind of tough questions to our MCA. Now, why do you think your voters should select you? These are just quick response questions. I think umeelewa kabla tuendelee na elaborations. So why do you think your voters should elect you over the current MCA? Just in a simple sentence. Wakati wangu ya kuwakaribisha hao. Okay. What do you think makes you different from the other aspirants? Because me, I want to use simple resources to change our lives. I don't want to use a lot of things. Okay. Then, have you ever failed in leadership maybe at some point, and what happened? Uongozi hizi ndogo ndogo mimi sana chama nini hizo, lakini sina faida because asina na hazina uzito sana ndani yake. Okay, nice. If elected, how will maybe residents hold you accountable? Accountability. Yes, accountability. It is their right. Their right. Yes. They are free to ask anything. Anything. Sababu lazima uulize. Usipouliza ni ujinga. Okay. Now, will you publicly commit regular performance reports? Like utakuwa unapeana your performance reports publicly kwa watu mpaka wajue? Mimi sitakuwa na muda kupeana reports. Before nifanye kitu, nitakuja kufanya public participation. Okay. Kwa market, niwaulize ndugu zangu kama hiyo ya Mnanda, ndawauliza. Uko tayari kuhamisha Mnanda tuzae hapa, nisikize views for one month. Ndio nikikuja, nikifanya kila kitu wako satisfied. Okay. Unaona? Sasa ukiona mtu anaji-explain kwamba nimefanya hii, hakuna kitu amefanya. Okay. Fanya tu kitu watu wataona. Unaona? Uliona Kibaki akijisifu mahali? Hapana, kweli. Alikuwa na focus kwa vitu za kuleta maendeleo. Hakuwa na muda kujibishana tu. No question. Hizo questions ukiona mtu anaji-explain, kuna kitu amefanya. Wow. That's nice. Now tukirudi back now for elaborations. Ningependa utuambie like ukiangalia hivi your ward unajiona like you are capable of, do you think like you are capable of handling problems zote zenye your people wana go through? For here unaweza elaborate and give explanations. Ndio hiyo issue yenye kwa ward yangu. Sinahitaji hao watu. Nikishawahitaji wakuje kwa pamoja. Yes. Hapo tu discuss. Ndio solution kwa hii shida. Peke yangu siwezi. Kwa nini? Hao ndio kusema wananchi. Unanielewa? Sasa nikiwalazimisha na kitu na wataji. Sasa nataka wakuje tuweke fikra pamoja. Mimi niwaambie chenye nataka. Nikishawaambia chenye wanataka wakiwapendeza, fanye hiyo. Kweli. Unaona? Wakiona maji ya kununua inashinda yale ndio hapo maanja wakunywe bure. Nawaambia basi kunywe yenye mnataka. Sababu mimi nimetaka kutoa bili. Okay. Now, vizuri sana. And kuna swali ambalo nilifaa kuuliza mwanzoni lakini kutuambia mwanzo unasimama na chama kipi? Chama ni moja. Chama ni moja. Lakini lakini chama ya iko ni moja. Hiyo moja sisi hatujui. Inaitwa DCP. Oh, wow. Naona. That's nice. Kama unakuanga na TV unaona kuna watu wako wanafanana na nywele. Wewe unakuanga na nywele? Wanaitwa Senator Meru na baba yetu Likiji. Okay. Wow, amazing. Hiyo ndio chama sasa tunakuja kutembea nayo. Yaani ni chama yenye hauwezi afford kuuza propaganda. Ni lazima useme kitu yenye iko. Na ni kitu yenye watu wanasema. Kweli, na mbona tulichagua DCP like not ODM and the other stuff? Ilikuwa ni final
previous election 2022. Yes. Ilikuwa ni final roots party. Roots. Final roots party because yeah. Engineer napenda vitu experimental. Yeah. Kitu unarudisha in normal life. Uone kama itakuwa experimental ama hapana. Yeah. Sasa kulingana na chama vyenye tulikuwa 2022, the only party that was talking something that was experimental kwa roots. Hao wengine walikuwa wanaongea kama Bible. Unaona Bible inafunza hopes. Sasa mimi kama wale nimeingia DCC hapo, kulingana na bwana Lord, hao watu wanaongea kitu experimental kwa ground. Na mimi sitaki kuafford kudanganya watu. Okay. Nataka niambie watu kitu iko nafanya na wanaona inaweza fanya. Unaona? Nikiambia mtu nitatoa maji ya pipe. Sitadanganya kwa sababu hiyo maji imeletwa tu hapo. Nitakata hiyo pipe, nitengeneze hiyo toko. Okay. Na hiyo toko itafanya kazi. Yaani DCP ni kuambia watu kweli. Okay. Anajua truth. I love that stand. Napenda hiyo sana. Nafikiri mtazamaji ambaye ndo mpiga kura, ambaye ndo muamuzi kamili ama muamuzi mkubwa sana kwenye mchezo huu anatazama, na I think they'll make their choices actually. Yeah, ours is just kuambia what we have, what we can give, what we can offer, alafu at the end of the day they are the ones to decide ama namna gani. Naam, vizuri sana. Another question, do you think like the county government of Bungoma is working in the right way? The county assembly, because it was another question in the interview. Lakini hao watu hata haifai waongee. Yaani haifai tuongee kuhusu county government ya Bungoma County. Yaani ni watu wenye kama ni fikira zangu na ashimu walikufa. Yaani ni watu hawako. Can you prove for us that unajua isiwe tu ni tetesi tu like county government ya Bungoma ni same. Na kuambiwa wafanyakazi wa wachungaji wenye wanachunga ng'ombe kwa badilika. Waitana. Hii the county government ya Bungoma. That they cannot stand on their own. Hawezi simama tu aseme nilipigiwa kura na wananchi na nasema kitu cha wananchi. Ni watu wengine wanatoka hivi. Yaani hata tusiwaongelee ndugu kwa heshima ya. Tuache tu. How? Welcome back our good viewers and watazamaji ambao tunawapenda sana, wapenzi watazamaji. Yes, we are back again on another episode, just a continuation of yenye tulikuwa tunazungumzia hapo mwanzoni. Sasa mheshimiwa, nikirudi kwako tena the second time, why do you think voters should choose you over the current MCA? Nitaka wanichukue over the current MCA sababu kuna new idea. Ukijaribu hii mapacha uone ni wafulana peke yao, utafadhilisha mapacha. Unaweza wasichana. Wow, that's amazing. What do you think makes you different from other aspirants? First, niko na new knowledge. Nasoma from behind. Yes. Na nataka kumaintain hiyo behind. Okay. Wow, that's nice. Then have you ever failed maybe at one point in leadership? And what might have been the cause? Ni kawaida tu kwa mwanaume kwa lazima tu. Ile fail vitu vingi hata zenyewe za mtu, lakini keep on trying. Kama last time nilikuwa na target gani ya kufika safari. Okay. Lakini sababu sikuwa najua namna nini watu wanafaa kufanya. Okay. So, okay, now that's nice. So, do you promise your people that maybe you will be accountable for everything that might happen in case you are elected? Hiyo kura, mimi mwenyewe nataka kufanya open market. Na mimi na promise viongozi wengine yenye kuna swali nitawasaidia kuuliza. Mtu asikope kuuliza kama mali inaenda wrong. Na mimi nafurahianga sana mtu mwenye anakuuliza na kukuongelesha. Yaani mwenye anakuambia bro hapo umeenda wrong. Sasa huyu ni my friend. Naam, vizuri sana. I love it. Then will you publicly commit your performances, regular performance reports to the people, to your voters? Performance report ni itakuwa na experience ni kama before. Itakuwa zinaonekana.
Okay. They will not have time to explain. Nafanya hii, nataka hii, nataka hii, stadi. Nataka nifanye kitu inaonekana. Inaonekana. Sisi tunapita hapo, mtu anasema, "Oh, wewe mimi ndio nilifanya wacha mtu apite aulize, "Nani alifanya hii?" Waseme ni au watu ndio watakie say not me. Okay. No, amazing. Now that you are an aspiring MCA ambayo unataka kujiunga na the County Assembly of Bungoma County. Yeah, what do you think, ningependa utueleze which sector do you think the County Assembly imewaka vizuri generally, na which sector do you think they have failed? Unajua sasa kama County Assembly yetu ya Bungoma, ukisema sector yenye imewaka vizuri, kulinda maslahi ya familia ya Fort Kenya. Kulinda maslahi ya wadosi wao hapo. I don't have done it because they defend one person with their lives. County Assembly ya Bungoma from the governor, CSS, mpaka kwa MCAs, village administrators. Those people wamefanya vizuri sana kwa kulinda kiongozi mmoja wakasahau wananchi. Hiyo nawe nawapigia makofi because kiongozi wao wako protected. Basi ndio ya wewe muongelea kitu cha kwanza. Kitu cha pili yeye ndiye anasema. Na wana make sure askari. Hiyo wamemchunga kabisa, wataki kujua amelala njaa ama nini. Wame make sure huyo jamaa wao asikasirike. Kama sisi mheshimiwa wetu mwenye kuna MCA wetu. Kila saa anaambia watu wake Wetangula andize ndiano kila kujua Wetangula anapika kura na mahera apigia hapa kurudi Marakaru na kipigiwa kura 2013 Wetangula hakuwa mahali popote pia kwa naomba kura kweli. Sasa yani maslahi yao watu wamefanya sana 100% kutetea maslahi yao na kiongozi wao. Kweli hapo sina usemi, mtazamaji na anaweza pia labda aka-confirm that umepeana evidence, siwezi kuomba proof sababu umesema. Okay, that's nice. Now that you will be, in case you are aspiring for, just in case you be elected na uingie in the County Assembly, what do you think, what impact do you think unaweza leta in the County Assembly? County Assembly kitu cha kwanza sababu ziko ward 45. Yes, ziko around 45 years. Sasa mimi peke yangu itakuwa unajua representation ya watu wangu. Mimi kama kuna sheria inafanya ipitishe kwa County Assembly. Yes. Na nimeona wale watu wangu kwamba hii kitu inafanya ipitishe. Nitaenda kwa watu wangu nikifanya signatures. After kufanya signatures nikuje nifanye hiyo campaign kama ile MCA. Niwaambie watu wangu wanataka nini. Na hiyo itakusaidia sisi wote. Unaona? Ukishafanya hiyo mobilization kwa MCAs kwa second motion. Okay. Kisha second nipeleke kwa county government kwa speaker. Speaker ataileta tujadili kwa mswada. Okay. Kitu zenye zina affect watu directly. Lakini kusema tutaweka big impact na ukuje upate kama hii ward yetu sasa saa hii tuko na by election. Ilikuwa kapichai. MCA mwenye amekuwa anaitwa Eric. Ndio kura. Wakati amefika pale hajaanza kuuliza yale maswali mzito yenye alikuwa anauliza akiomba kura. Yeye hapo saa hii anasema lazima tufanye kazi na governor sababu tunataka maendeleo. Maendeleo ni haki ya mtu. Kufanya kazi na yeye usipofanya ni haki. Democracy. Ask. Yeye wakati amepigiwa kura ameingia kule anaona 2027 iko karibu. Anataka ameangalia akaona the best thing kufanya na governor. Jukava na ukifanya na yeye utakula. Sasa utauliza. Mimi my first thing ni yani kufanyia watu wangu. Sitaki kufanyia mtu mmoja. What do you think, umesema like they have failed, they have been serving one person, their party leader. Na ningependa useme hawezi kuwa tu wamefail all through. Maybe what do you think, sector gani ambayo you think like kumekuwa na some improvements or maybe wamefanya vizuri? Kwa mtazamo wangu ama wako? Wako vipi? Yaani kwa mtazamo wangu mimi nishatazama.
nikaangalia county government ilikuwa na 2017 to 2020. It was a county government. Hivyo ndio tunataka. Wakati wale watu wetu wa Fort Kenya walikuwa against the governor, mwenye alitoka Wanga Machi. Tulikuwa na direct oversight. Ile ya kusukuma governor. Hata kama anataka kufanya kitu cha maana lakini mumuulize. Lakini unakumbuka wakati kama si masuala ya hao watu kuleta hiyo mafuruku mingi. Mtu wangapi ingekuwa? Kweli. Unajua? Kweli. Kando stadium ingekuwa? Unajua hivyo? Kama si MCA kwenda against the governor mwenye alikuwa kwa mamlaka. Matudo airstrip ingekuwa? Unaelewa? Yes. Sasa hao ma MCA wenye wako 2022 to 2027 mimi sina hata 5% ya kuwapea. Ukitaka kuwapea ni wapee from where? Juu kama the roads kuna maintenance kila mwaka. Sasa unawapea nini? Nini ingine unaweza kufanya? Sasa mimi kulingana na mimi current MC hawa si wapea hata credit ya bado. Unaona kwamba like it's kind of they have failed totally. Mtu MC wetu mwenye unaweza sema amefanya kazi kwa mtazamo wako, ndio unatoka kupata bongo. Tuambie ni hapo I can say it unless I go and do some further research about it. Yes. Lakini wewe pata kulingana na nini? Sababu kama ni word ya Nakarubu. Vitu ziko huko sikuwa kuanzia nyuma. Naona. Njia zenye zilifunguliwa 2017 to 2020. Kama kutoka na mikro kwenda Msoko, kutoka hapa Makutano kuja huko nyuma, barabara zenye zimekuwa existed. Shule zenye zimekuwa existed. Naona. Sasa tutapatia credit gani? Kweli. Kama hiyo hospitali yenye unasema umejenga hizo reward hizo za hospitali zao. Una madawa ndani. Only building. Okay. Now that you are just a beginner in the political game, unaweza kuwa like umekaa pale like as an oversight, ulikuwa unaona like you've been learning politics from outside, lakini now that you just want to dive into the real game for the first time, just a beginner, who do you think might be your role model or mtu anakuinspire sana? Inspiration yangu ya politics first before sasa ni kuja hapo kwa politics hapo tayari ilikuwa ni Halwai. Boni Halwai alifanya nini chenye ulifeel like this guy is Boni Halwai, even if you are his friend, even if you are his friend, ukikosa atakwambia hapo. Na huyo ndio kiongozi. Nice. Kama saa hii Boni Halwai ni ako UDA. Ako elected kwa UDA. Lakini sababu anatoa facts. Wakati UDA ilianza kumess, yeye alianza kumess. Immediate. Hakuenda alipata vita Amerika, nimekula nimeshiba, sasa ni Monday to Friday. Wakati Wetangula alienda against Boni Halwai. Nakumbuka. Yule alikuwa deputy party leader wa Ford Kenya. The guy stood. Ndio the party leader ana macho kwamba hapa na hapa si kuzuri. Na uende vizuri. Na huyo ndio kiongozi sasa. Yaani fearless. And speak to people. Unapenda hiyo. Alafu I'd like us to move a step higher tuongelee national politics. I don't know if you are good with it. Yeah. Okay. Now according to the current trends, tukiangalia tunaona kwamba from kwanzia pale nyuma western politics zilikuwa zimeshikiliwa na specific people. Ukiangalia like kuna kina Wetangula, kuna kina Mudavadi, and currently kuna an uprising ambayo imekuja na ina surprise sana watu wengi, sababu many people hawakuamini, like many people hawakufikiria like it can exist, the Sifuna movement, the Linda Mwananchi movement. Do you think it affect the western politics maybe negatively, or do you think it will be positive?
Kwanza kwa national politics, cha kwanza hata kabla hajasema nikwambia Mwenyezi Mungu asante. Kwa nini? Fika yenye amebadilisha nayo nchi. Mara moja binadamu hawezi. Mungu wa Mwenyezi Mungu tunasema asante. Kwa sababu si marahisi. Si rahisi. From 2002 mpaka national leader kama Sifuna. Naelewa? Yes. From 2002. Ni miaka ngapi? 24 years actually. Ndio Mungu ameleta tena national leader. Na sisi kama Western region nzima na vijana wacha Western kwanza. Vijana kwa jumla naona Sifuna ni Mungu amemleta. Na alishafanya hivyo kwa nini? Aliangalia akaona Raila Odinga hata faulu. Kwa miaka yote amejaribu hata faulu. Vile tule Mungu alifanya wakati wa Musa. Alijaribu Musa mara kadhaa. Lakini Musa alikept on questioning. Alikuwa anajiuliza sana. Hata kifanya kitu anauliza. Ina kitu ngumu kidogo. Vile Raila was the same. Umeona? Sifanya kitu alikuwa anauliza. Na unaambiwa okay. Kura kama hiyo pale ile president. Wamwambia wanarudia kura. Yeye anaambia asubuhi aje watu wangu msipige kura kama wajatoa hii usifanye hii. Sasa hiyo kitu ngumu ndio ilifanya kupotea. Sasa Mungu akaona hawa Kenya tukitumia tena Raila itakuwa ngumu. Okay. Atuweke chochote. Hakikisha amekuja ameua hawa watu wengine kina 40 Kenya kina TSP kina watu wote. Sisi amewaua, amesema mwenye atasimama nyuma yangu mimi nilikuwa mbele na tundi pamoja. Sasa national politics kama mimi niko TCP. Bado lita wangu ni katika chako. Yes. Na sababu katika chako na Sifuna agenda ni moja. One term. Unaona? Okay. Ndio kwa chama unaenda kunipata vitani. Sasa mimi na bado lita wangu ataenda Kombo. Kwa nini? Mko sawa. One term. Hata nikisema sisi ndio Sifuna, hata yeye penye yako huko Senator Medo alisema hao ndio hiki. Sasa Kenya kwanza government tunawashukuru wamefanya kunyumika. Lakini pende sisi watu wajambo. Okay. Hata bado lita wetu 40 Kenya tunamshukuru, ni mtu wetu tunampenda. Tuliimba wetani wetu. Unaona? Tunatoa jambo. Ndio jambo. Hiyo bado lita Eugene. Kwanza yeye kwanza tu mtu mwenye anachukia sana ni Eugene. Mbona unamchukia wewe? The person who introduced pipe to water in Bungoma County akiwa Minister of Water. The first person to introduce pipe to water here. Giving our own natural water. Huyu hata hafai kuongea. Nifanya mali. Sababu maskari wenye tuko nao Kenya wengi. Maskari. Alikuwa KDF, alikuwa Minister of Defense. Ndio alianzia hapo kabla yake. Sasa maskari tuko nao wengi. GFOS, Westfako, SGA. Sasa mtu kama huyu anafahamu nini? Sasa huyu kijana wetu mwenye unasema Sifuna amekuja juzi. One time senator. Alisimama hapo bunge Kandui. Nation makaja kama angushe ti. Kaenda Nairobi akasimama wa senator, Johnson Sakaja kama angushe ti. Ukiangalia hana biashara kama wengine. Si taikuni mkora wa wash kama wengine. Unaona? Ni mtu mwenye Mungu ametoa tu from nowhere kama venye aliinua Yusufu na Daudi akawaweka kwa akasema okay nimepea huyu mkitaka mchague mkitaka kuna watu ambao wanasema like Sifuna maybe hajakaa kwa politics for a long time, hajakuwa elected for a long time, maybe he is not that worthy of going for a president. What do you have about that person? Experience of what? What is experience? Yaani mtu anataka kuwa experience bila kazi. How? Huyu jamaa sisi tumemtest, amekuwa SG for 8 years. Na ameserve Raila Odinga for 8. Yes. Na ile mafunzo amefunzwa nayo Raila atabadilisha. Ni amesimama na kweli. Sasa ukimwambia hana experience, sisi kitu tunafanya kupatia Sifuna uongozi, si experience, ni uwezo wa Mungu. Sasa Mungu ako na experience yote atapatia Sifuna. That's nice. Kama ni pesa si nyinyi mnajanga. Kweli. And are you very that much confident that he can make it?
And maybe what makes you, and what makes you think that you can strongly win? According to me, mimi personally, unajua African politics. Yes. African politics si rahisi kumwa president wa Marekani. Naelewa? Yeah. But hii ya 2027 hii. Just in case hawa wote united opposition wote watoe deputy. Leader mwananchi to president. Yeah? Upende usipende, he will make it. Wow. Lakini wakifanya vice versa. Leader mwananchi to deputy, hawa watoe president. Ruto will be put down. Why do you think leader mwananchi ikitoa president na the opposition watoe deputy ita make, then when it comes to vice versa ita fail? Numbers. Unajua politics si mdomo numbers. Okay. Numbers. Tutaenda na vyama. Unaona? Yes. DCP is a regional party. Mimi natoka Western. Lakini stronghold ni Mount Kenya. Yes, yes. Na uliopite kura kuna 25 plus 1. Naelewa. Ukwe supported kwa counties 25 plus 1. Hapo 26 counties. Ukwe na MPs more than 170 out of 3. Naelewa? Yes. Ukwe na high numbers. Sasa ukiangalia mtu kama Kalonzo Wiper. Wiper party itapata MP 16. Haiwezi kupitisha MP 50 Kenya. Kwa vyote hivi. Kweli. Kama yenye inaweza toa MPs wa Mount Kenya ni DCP. Itachukua wabunge wa Kikuyu. Kweli. Unaona? Wakikuyu. Wakamba watabaki na Wiper yao. Unaona? Kuja kama Eugene TAP. Sure. 2027 kama anatembea ameshatoka ameenda huko. Yeye amebaki na nini? Unaona? Kweli. Eric G president yeye mwenyewe atapewa baraka paya. Hapo na kura mingi Mount Kenya. Lakini kufikisha hiyo 50 plus 1 duration itakuwa ngumu. Ukiangalia Sifuna saa hii. Ukiangalia kikosi chenye amepanga. Countrywide. Countrywide. Si Western peke yake. Hapo Western ndio bedroom. Tunataka tupike suit. Kura zote kwa wabunge wote. Lakini ukienda kama Nyanza. Hapo na population. Ukienda Mombasa wanajua yeye. Nairobi ni nyumbani. All over the country ni national leader. Not regional leader. Sasa tukichukua national leader tuweke pale na ongeze regional leader. Nashinda kweli. William Ruto 2022 alishinda kwa nini? Alikuwa national leader. Kenya yo. After that alikidia kuchukua regional leader na wenzangu wa regional akaongezea. Akaongoza kila region. Sasa 2027 tukishatoa longi ya Wetangula, Mount Kenya tukishatoa longi, atabaki na t-shirt. Unaona? Akishabaki na t-shirt, mtu kama Kalonzo anaiba chupia. Utamwacha kama very serious. Kuna high chance ya kupita. Kwa nini? Atapiga hawa wabunge. Kama Western anaweza poteza wabunge wawili. Kweli. Unaona? Ukienda region zingine hiyo chama yake inaenda kuunda hiyo mgeni. Utakuja upate kama Nairobi. Usiposimama wewe kama utapita. Kweli. Kama Nyanza province. Wenyewe ODM wanaimaliza wenyewe. Sasa huyu jamaa atasema watoto wa baba wote sema ndio ukifika hapa. Unaona? Akifika Mombasa, sasa ndio wenyewe walijimaliza wenyewe. Ukishasema yes sir, you cannot ask. You cannot ask the pause. Ndio hawezi question Ruto. Kwa hiyo anamwambia wewe tunakupanga. Wetangula hawezi uliza, watampanga. Sasa mwenye atasema kwa Mombasa bado ni Sifuna na Muhammad Ali. Kweli. Unanielewa? Mwenye atasema Nairobi ni Sifuna na Babu Owino. Mwenye atasema Western ni Sifuna na Natembea. Mwenye atasema Nyanza province ni Babu Owino, Sifuna na Winnie Odinga. Okay. Naona hizi ma region ukiona namba na mwenye ako nayo, namba na mwenye ameshika flag, wasiwasi natoka. Okay. Kuna huyo governor Uhuru Kenyatta. Ni mzito. Hao ndio watu walipiga Ruto kura. Naelewa? Kimani wa Matani ni watu wazito hao. Sasa usikue na wasiwasi upande wa Sifuna. Wasiwasi ndio kuwe nayo ni hawa watu wa opposition, united opposition. Because ni old dogs. Old dogs wanajua tu style yao ndio
Wow, that's nice. That's amazing. Nimependa conversation. Alafu now that we are heading towards the really and eagerly waited meeting ambayo Sifuna anaenda kuwa nayo in Bungoma in Western region together with Natembeya. Personally, what are your expectations? Hiyo ya Bungoma ni mtoto wetu. Na expect wananchi tusitokeze. Tukuje tuoneshe wazetu wa United Opposition. Tuambie wakati ni sasa. Kweli. Na mtoto ndio huyu. Ndio mtoto atoke aanze kuita na magengele huko Western, anaanzia hapo kwa boma mwenyewe. Mama yake apige Rukarakara ndio atoke. Sasa watu wenye wanatoka around hii area Mutembe, Kibabii, wapi, inafaa tutembee tu kwa mguu kama hatuna transport. Kweli. Tukaribishe kijana yeye. Unaelewa? Na ni sisi ndio tuko. Bungoma sisi ni hizi yetu sasa. Wakisema Bungoma kaunti hakuna kwa mtu mwingine. Wanaongelea si? Okay. I'm getting it. Tujitokeze na tusi expect chochote. Juu wameshasema hana pesa. Wameshasema? Tufike pale uwanja ndege hapo Coast Ground. Watu wetu wachae. Amalize mkutano yake kabla aingie kwa gari, tupange laini kila mtu. Ampe 50, ampe 50, 30, 20 ndio apande kwa hiyo gari aende. Ndio wanatupanganga pesa watu wa line wakitupea pesa. Wakitupea pesa. Sasa laini nice. Aende na? Naelewa? Wakati atakuja Coast Ground apige hiyo show yake amalize, inafaa sisi tupange line. Tumwambie mheshimiwa usiende. Sababu hatuna mahali pa kukupigia. Tukupee 2020 uende kule Kijarimbe. Bele. Wow, that's amazing. Napenda hiyo sana. Alafu before alisema like akikuja Western chenye vijana wa Western watamwambia ndo chenye ataenda na kusema Nairobi akirudi as a final stand. So maybe what do you think vijana as political leaders wenye bado ni youth, what do you think you have to tell him akikuja? Kutaka nimwambie kitu moja. Kuna tu kuna contest for president. People contest only for president. Hakuna contest nyingine ati mimi nimesimama kwa deputy president. Ushaona mtu ana campaign kwa gari ati mimi nimesimama deputy president. Sasa yeye akitoka kwa hiyo nini, ajue tu sisi fikra zetu hatuwezi badilisha. Hamwezi badilisha hata kidogo. Tunataka president. Akisema aende president, hapo tayari kurudisha kwa kila namba ya Mkenya mwenye atakuwa anamtumia pesa, arudishe pesa yake. Yaani tunaenda kwa moja tu. It is either president, either president or the president. You mean? Either president or the president. Hiyo vitu. President or the president. Yaani either president or the president. Wow, that's nice. Guys, kumbuka, this is just a platform to air views, not a political maybe battleground. We are just giving views. Mtu asikuwa na note like, oh, someone is saying something. No. We are just giving views, guys. Then umesema like Sifuna kikuja, watu wanafaa wampe pesa arudi nazo. Tupange line. Unaona vile unasimamanga line hivi, ili maji yakitupea 200. Yes. Sasa sisi tunataka tupange line, unamfanya wanapelekanga sadaka kadri. Asimame na peshe, mnampa the campaign and everything. Mwenye atakuwa na chochote kwa mfuko, amchangie, aende naye. Asiogope kurudi nyumbani kuomba kura aseme sina cha kupea watu wangu. Sasa nimefuna mahindi iko kwa nyumba, chakula iko. Kweli. Chakula hii? Akuje tu. That sounds good, that sounds cool. Umetuambia about what you expect from him after the meeting. Tukimalizia mwisho. Actually, can you just tell us about what are your expectations kwake? Apart from your meeting, after the meeting now, akisha attend the meeting, maybe make the final announcement, what do you expect from him? I expect from him to do away with local politics. To do away with local politics. Aje kila region watu wafanye maneno yao. Umeelewa? Wafanye mambo yao. Lakini aongelee kitu yake ya uongozi. Kama hapo Bungoma tuko na pato ilipita watu watatu.
tuko na Honorable Wangamaji kwa Linda Mwananchi, tuko na Zakaria Barasa kwa Linda Mwananchi, Honorable Tim amejoin kwa Linda Mwananchi. Na expect Sifuna acheze neutral hapa. Asiseme sababu mimi nimekuwa na Raila Odinga na Timothy kwa ODM, Timothy is my favorite candidate. Atapoteza kura ya Wangamaji. Noted very well. Asiseme mimi nachagua Wangamaji sababu alikuwa na experience ya governor. Atapoteza kura ya Zakaria. Atuache hizo vitu sisi wenyewe tunangane huko. Kweli. Akae huko kiwango. Kweli. Aseme Linda Mwananchi tumechagua Wangamaji kama candidate wake. Na yeye asi-question kama venye bado leader wa chama kingine huyu anafanya. Tunataka the will of people. Kama nomination ya Linda Mwananchi iwe free and fair. Okay, wow, that's nice. Hiyo ni vizuri sana. And tukimalizia tu, who do you maybe expect or who are you supporting as the governor of the county? The governor, wajibukuzi nasema kaika tumbo hili. Wapa message like the governor wanasema. Wapa message sura nyingi. Na wale. Hao watu wote kulingana my view. Kama Sakari, sivyo changana. Ukishavuna mahindi, hiyo yenye imebaki hakuna haja kurudia kuli. Because mimi naona ni watu wako tu recycle. From this to this. From this to this. Mimi bado namulika. Nimeweka darubini huko mbele. Okay. Siwezi sema nilikuwa ni mtu wa Zakaria Barasa. Nilikuwa nimsijamuona kwa any elective position. Lakini kuna siasa mingi. Pia nimeona nimeweka pending kwanza. Okay, so you mean bado you can decide over that? Okay. Okay, amazing. Now, I'll give you only 1 minute to talk to your people. What you want? You have like just 1 minute or two to directly address the people of your ward. Who are your voters wenye watakupa nafasi ya kuwa MCA? Kwanza kabisa kusangwa Marakara Ward. Ni wakati wetu. Wakati wetu na kuna mtu mwingine atatoa mahali tuko. Sisi wenyewe tunajua shida zetu kwa kila mmoja. Sisi tuamue tujitoe kwa hii shida ama tupaki hapo. Uamuzi ni wewe. Tuko tuna nafasi moja 2027 tarehe 8 tupige kura. Tubadilishe uongozi wa maisha yetu, tubadilishe maisha yetu. Kile mtaona sisi tunafaa tubadilishe maisha yetu ama tunafaa tuendelee kufuata wale tumeandika kazi. Lakini langu ni kuomba kwa yeye. Kifika hiyo siku fika ballot tutaangalia David niongeza wa fulani kesa atakuwa pale. Ukipigie kura yako nitakuja kubadilisha hizi vitu nimesema zote. Na kwa uwezo wenu na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ukifika mwaka ujao mnipe kura. Hamtarudia kusikumbusha hizo vitu. Mimi ndio nitakuwa nawakumbusha. Naomba kura yenu tarehe 8 mwezi wa 9 2027. Na msisahau kura mbili ndio ya maana. Kura ya MCA na kura ya president. Hata kama ndio uko na hasira nini, hata ukisahau kunipigia mimi pigia Sifuna kama president wote. Waseni, usisahau. Now, our good viewers, remember the views expressed by the guests are their own, not ours. So, as I said earlier, this is not a battlefield for politics. This is just a platform for people to air their views, guys. Thank you for the people who've been with us. Thank you for all those who have supported us back up to Mr. Hapa Mazetu, and appreciate sana. We are coming, we'll be back with amazing projects kama hizi ambazo tutaendelea kuwa tunawaletea. So keep supporting us, keep subscribing, keep sharing, keep commenting. Wazee, views zenu zikuje pale comment section na itakuwa amazing sana. Corrections tuna accept and we will work on ourselves. Salute.